alichotukataza Mwenyezi Mungu sisi fi saumi, kuhusu ibada ya funga, anil akli, ni kuhusu kula, washurbi, na kuhusu kunywa, waljimai, na kuingilia, wataamudi alqai, na kujitapisha makusudi. Ama matapishi yaliyomzidi mtu ghafla bila kutegemea, kainama hivi yametoka, basi bado saumu anayo. Ama kama kajitapisha makusudi, kajitia madole mpaka kwenye koo, lazima atapike pale, naam, funga batil. Lakini kama amekuja ghafla, amemfoka tu, bado anabaki na funga yake, anasukutua, anajisafisha vizuri kabisa, anaendelea na saumu sahihi inakuwa. Wal maasi, na kubwa zaidi la kubatilisha funga ni maasi yote yalikatazwa mtu kuyatenda, hata katika wakati wa kula mchana. Lolote katika maasi akifanya, afahamu tu kwamba funga batil, hakuna hivyo la hivi. Pale akiendelea, anaendelea tu. Lakini kama amekaa pahala, amemteta mtu, amemsema mtu, amemsengenya mtu, hivi vitu kwa hakika funga batil. Kwa nasi ya hadithi za Mtume imekuja wazi wazi, man lam yada qawla zur wal amalu bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Asiyeweza kuacha maneno ya uongo na ujinga na vitendo vibaya, basi Mwenyezi Mungu hana haja na kuacha kwake kula na kunywa. Ina maana funga batil. Wal maasi, na maasi yote, kusema uongo, kutizama kwa matamanio, kudhulumu dhulma yoyote ile, hata kama dhulma hiyo mtu anawadhulumu watu wake wa nyumbani kwa kufanyia ubakhili, hata kuwapa chakula, kaondoka kawatupa, hana mawasiliano nao, hakuwaachia kitu cha matumizi, amewadhulumu. Kwa hakika ni maasi yale, na funga ni kwa batil.